Watu wa Morogoro wameokoka. Watu wa Morogoro wamekuja kumtafuta Bwana. Ongeza tena makofi mengi kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Oh, wakati unaendelea kupiga makofi, hebu wakaribishe wawili watatu hapa kwenye uwepo wa Bwana. Waambie karibu kwenye uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Karibisha wa kulia kwako na wa kushoto kwako. Mwambie karibu kwenye uwepo wa Bwana. Halafu nisikie vigeregere kwa kina mama waliookoka katika jina la Yesu na vijana waliookoka. Sema amina kama unanielewa. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Mungu aliyekufa msalabani yuko mahali hapa kwa damu ya Yesu. Yeye aliyekuja kutuokoa yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Aliyewaokoa wana wa Israeli atakuokoa na wewe kwa jina la Yesu. Aliyewasaidia wana wa Israeli atakusaidia na wewe. Nisikie kelele kwa Bwana. Sema amen. Bado sijasikia watu wa Morogoro. Sema amina tena. Sema amina tena. Nataka amina ya kwako wachawi waisikie, waganga wasikie, mbingu zisikie, kuzimu isikie, mapepo yasikie, waganga wasikie ya kwamba Bwana yuko mahali hapa. Ongeza tena kwa jina la Yesu. Wako wapi waliookoka? Wako wapi waliookoka? Ningekuwa wewe nimeongoka, ningesimama kwa miguu kwa jina la Yesu, halafu nikapiga kelele nyingi hapa. Piga kelele nyingi hapa. Katika jina la Yesu. Na mimi nakuombea leo ikawe ni siku yako kwa jina la Yesu. Leo ikawe ni siku yako kwa jina la Yesu. Siku ya kukutana na Bwana, siku ya kuonana na Bwana, siku ya kurejeshwa. Sema amen. Hey! Bado sijaona watu wa Morogoro. Bado sijaona watu wa Morogoro wanaosema ya kwamba leo ni siku ya kurejeshwa. Waseme amina. Haujanielewa katika jina la Yesu. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Na anasema leo tutarejeshwa kwa jina la Yesu. Kuna watu watatoka hapa wamekwenda viwango vingine. Kuna watu hapa watatoka wamebadilishwa. Sema amina. Kuna watu hapa wanadharaulika, hawatadharaulika tena. Kuna watu wameachwa hapa watarudiwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Alafu mguse jirani yako, mwambie jirani, leo ni siku yako, siku ya urejesho. Afya yako itarejea, mahusiano yako yatarejea, biashara yako itarejea, watoto wako watarejea, huduma yako itarejea, amani yako itarejea, ndoa yako itarejea, mambo yako yatarejea. Bado sijapata watu wanaonielewa hapa katika jina la Yesu. Hey! Watu wa Morogoro, watu wa Morogoro, nasema hii ni siku ya kwako. Sema amen. Halafu jaribu kumgeukia jirani yako, mwambie jirani, usinipunguzie mwendo. Leo ni siku yangu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Halafu piga makofi ya juu namna hii. Makofi ya juu namna hii. Halafu keti kwenye uwepo wa Bwana. Keti kwenye uwepo wa Bwana. Keti kwenye uwepo wa Bwana. Sema amen. Namshukuru Mungu ambaye amenipa neema hii. Ni siku ya kwanza kabisa kusimama Cathedral ya Morogoro. Sema amina. Na hii ni siku ya pili kusimama kwenye Cathedral Tanzania kote. Sema amina. No, siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kanisa Anglikana nimeingia Cathedral 3. Lakini wakati tunafundisha hili somo
na mimi nitakuwa ninaomba ya kwangu. Sema amen. Kumwambia jirani kama mkao wa kuomba. Kama mkao wa kuomba. Namshukuru sana Mungu ambaye amenipa neema hii. Na nishukuru meza kuu hapa, Baba Chikoga, baba yangu pale, mbona Chisongera, watumishi hawa, wachungaji, mama askofu pale, na watumishi wengine walioko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa nafasi hii. Nilikuwa najiuliza sana, sasa Chisongera yuko hapa, Chikoga yuko hapa, nafundisha somo gani? Sema amina. Kwa sababu ni baba zangu ambao wakifundisha mimi naandika notes zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwangu mimi mkiona natetemeka mjue ni kwa sababu ya uwepo wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naheshimu mafuta yaliyoko juu yao, ni makubwa mno. Ni mtu ambaye angekuwa Dar es Salaam, yani huyu ningeshinda nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu wana madini mengi sana. Kwa hiyo Morogoro mmebarikiwa. Sema amen. Nawaambia kabisa Morogoro mmebarikiwa. Sema amina. Yes. Sasa hapo mic imeokoka. Nani kaseti vizuri? Hiyo mic imeokoka. Kwa namshukuru Mungu pia, Bwana amenibariki. Nina mke mmoja na watoto wawili. Sema amina. Hebu mpigie makofi mke wangu mahali popote alipo. Ukiona suti imenyoka namna hii usifikiri mimi ndo nimenyosha. Sema amina. Yupo aliyenyosha suti na suruali. Mpigie makofi mke wangu mahali popote alipo. Na mimi ni mwinjilisti wa kanisa la Anglican Mtakatifu Monica, liko Kiharaka huko Bunju. Bwana Yesu asifiwe sana. Na majina yangu ni Santos Pearson Matende. Haleluya. Kwa hiyo Mungu amenipa neno la kufundisha siku ya leo. Nitatumia muda mfupi kwa sababu mara baada ya kumaliza nitarudi tena Dar es Salaam. Kwa hiyo nitafundisha somo ambalo linasema urejesho wa nafsi zilizofungwa katika kifungo cha dhiki na mateso. Urejesho wa nafsi zilizofungwa katika kifungo cha dhiki na mateso. Kwa nitatumia muda mfupi, alafu deni tutaomba, na baada ya hapo tutakuwa tumemaliza siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na nianze tu kwa kusema maneno machache kwamba hapa duniani nafsi inaweza kufungwa na kuingizwa kwenye mateso na dhiki. Narudia tena kwa hiyo ambao naandika. Hapa duniani nafsi inaweza kufungwa na kuingizwa kwenye mateso na dhiki, na ukajikuta unaishi maisha ya mateso na dhiki sana. Kuna watu wanaishi maisha ya mateso na dhiki kwa sababu ya namna ambavyo nafsi zao zimefungwa. Mtu kufungwa na kuteswa katika ulimwengu wa roho ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Nafsi inaweza ikafungwa na ikapelekwa mahali ambapo itateswa, itaumizwa, itafanyiwa vitu kama ambavyo ukifungwa kifungo cha kawaida. Wale ambao waliwahi kufungwa wanaweza wakanielewa hiki ninachokizungumza, kwamba unaweza ukafungwa kifungo huku tu duniani. Nataka uchukulie tu mazingira ya duniani. Kwa sababu kwa nini nazungumza kitu cha namna hiyo? Mwanadamu ana sehemu kuu mbili. Mwanadamu ana kitu kinachoitwa utu wa nje. Utu wa nje wa mwanadamu ni huu utu unaoona kwa nje. Halafu mwanadamu huyo huyo ana utu wa ndani ambao huwezi kuona kwa macho ya kawaida.
huwezi kuona kwa macho ya kawaida, lakini ni utu. Kwa nini nasema utu wa ndani? Utu wa ndani unafanana na utu wa nje. Yaani mtu wa ndani ni wewe, lakini alichokosa tu mtu wa ndani ni kitu kinachoitwa mwili. Sema amen. Okay, ngoja niseme kwa lugha namna hii. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ule mstari wa 26 na 27. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wa nani? Mfano wake. Mungu akamuumba mwanadamu. Halafu kwenye Mwanzo 2 mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7, Mungu akaumba mwili. Alipokwisha kuumba mwili, anasema aliumba mwili kwa udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa, ukitaka kufuatilia vizuri, mara mbili. Aliumbwa kwenye Mwanzo 1:26 na 27. Halafu tena akaja kukatengenezwa kitu kingine kwenye Mwanzo 2:7. Sasa angalia. Kwenye Mwanzo 1 ule mstari wa 26 na 27, kilichoumbwa ni roho ama utu wa ndani. Kwenye Mwanzo 1:26 na 27, Mungu aliumba utu wa ndani, mwanadamu wa ndani. Halafu kwenye Mwanzo 2:7, Mungu akaumba utu wa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaumba utu wa nje. Halafu alichofanya ili kuunganisha kilichoumbwa kwenye Mwanzo 1:26 na 27, akakichukua akapulizia ndani ya mwili wa mtu. Biblia inasemaje? Mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ili mtu aweze kuishi duniani na aishi katika ulimwengu wa roho, anahitaji vitu viwili. Anahitaji utu wa ndani ambao una uwezo wa kuishi katika ulimwengu wa kiroho. Ili aweze kuishi katika ulimwengu wa kimwili, anahitaji utu wa nje ili aweze kuishi huku duniani. Sema amen. Sasa naomba unisikie mtumishi wa Mungu, na hii itakusaidia. Mwanadamu ndio kiumbe pekee hapa duniani chenye uwezo wa kuishi duniani na kuishi katika ulimwengu wa roho. Au janielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu ndio kiumbe pekee hapa duniani chenye uwezo wa kuishi sehemu mbili kwa wakati mmoja, katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kimwili. Kwa nini nasema kitu cha namna hiyo? Wakati mama askofu amekaa hapa, mtu alikuwa anaimba, tulikuwa tunamuona katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyokwenda katika ulimwengu wa kiroho, hakumuona yule dada, alimuona mhubiri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haraka mtu mwingine anasema amejuaje huyu mtu? No. Ukiwa mwilini unamuona yeye, lakini ukiingia rohoni humuoni yule dada, unamuona mhubiri na mwimbaji mkubwa. Si ungempigia Mungu makofi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa naomba unisikie mtumishi wa Mungu. Huu utu wa ndani sasa unaweza kufungwa. Amen. Huu utu wa ndani unaweza kufungwa ili lile neno la Isaya 42:22 liweze kutimizwa, anaposema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamefungwa katika shimo, wamefungwa katika magereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haraka nataka unisikie mtumishi wa Mungu. Katika Agano la Kale watu walikuwa wanafungwa kimwili. Katika Agano la Jipya mtu afungwe tu kimwili, anafungwa kiroho. Sema amen. Kwa kinachofungwa sio utu wa nje, kinachofungwa ni utu wa ndani. Utu wa ndani umeumbwa na vitu viwili vikuu. Utu wa ndani umeumbwa na kitu kinaitwa roho na nafsi. Roho na nafsi. Mtu wa nje ameumbwa na vitu vitatu: roho, nafsi na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo utu wa nje umeumbwa na vitu vitatu: roho, mwili na nini? Na nafsi. Halafu utu wa ndani una roho, una nini? Una nafsi. Ndio maana hauwezi kuishi duniani. Ili uweze kuishi duniani unahitaji kitu kinachoitwa nini? Mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu huwezi kumuona kwa macho, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni nini? Ni roho. Kwa hiyo hawezi kuishi duniani kwa sababu hana mwili. Ili Yesu aweze kuishi duniani, Mungu aweze kuja duniani, ili mlazimu avae mwili ili aje kwetu, akaitwa Emmanuel. Sema amen. Yaani Mungu pamoja nasi. Kwa ili mlazimu avae mwili ili aje duniani akae na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nisikie mtumishi wa Mungu. Utu wa ndani ndio ambao umebeba kitu kinaitwa nafsi. Na ndani ya nafsi ya mtu ndimo kuna kitu kinaitwa akili, utashi, hisia, upendo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani akifunga roho yako au nafsi yako ya ndani ama utu wako wa ndani, si tu amefunga utu wako wa ndani, maana yake amefunga mpaka akili yako, amefunga upendo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefunga utashi wako, hata kufikiri kwako, amefunga mpaka nia ya kwako. Sema amen. Na ukitaka kujua ya kwamba umefungwa, angalia, sometime mnaweza mkafunga ndoa na mtu, mnapendana, lakini adui akimfunga mmoja wapo, unashangaa ule upendo maana yake na wenyewe umefungwa. Kwa alikuwa nakupenda, ghafla ule upendo unapotea, kwa sababu kimefungwa kitu ambacho kimeubeba ule upendo. Na kikishafungwa kile kilichoubeba ule upendo, maana yake kile kilichokufunga ndicho kitakachoamua nini kifanyike kwako. Sema amen. Okay, ngoja nizungumze kwa namna hii. Watu wengi duniani wamefungwa na hawajui kama wamefungwa. Kifungo cha kiroho ni kitu cha ajabu sana. Unaweza ukawa umefungwa na usijue kama umefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea kabisa na unaona uko vizuri. Mama mmoja alikuja kwenye maombi, alikuwa na shida ya sukari. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, nasumbuliwa na sukari sana. Kwa hiyo tukaingia kwenye maombi ya siku 7. Naambia tutakuwa tunafunga siku 7. Kwa hiyo kila siku jioni kabla hatujafungulia, unatoka kazini, unapita hapa, tunaomba, unaondoka. Tunaomba. Ile siku ya 7, wakati tunamalizia maombi, nguvu ya Mungu ikawa nyingi sana kwenye kile chumba cha maombi. Yule mama alianguka chini. Alipoanguka chini, nataka nikupe scenario ambayo utashangaa sana. Alipoanguka chini, nikaendelea kuomba, mapepo yakalipuka sana. Baadaye alivyozinduka kwenye chumba cha maombi ambacho mama amekuja mara 7, siku 7, anaamka hapajui pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, hapa niko wapi? Unanielewa mtumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa niko wapi? Mimi nashangaa kwa sababu huyu mama amekuja mara 7 kanisani, leo anasemaje hapa niko wapi? Lile neno anaposema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, wamefichwa katika mashimo, wametekwa. Adui anaweza akakuchukua akakupeleka mahali akakuweka Angalia kinachotokea. Akisha kuweka mahali, anachofanya analeta kwenye mwili wako kitu kingine kinaitwa roho, kwa sababu mwili hauwezi kuishi bila nini? Roho. Ndio maana mtu akifa anasema roho imeacha nini? Mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo adui anachokifanya, analeta kitu kingine kinaishi. Kikisha kaa kule ndani, manake nafsi yako imefungika kweli kweli. Wale wanasema theology wanaweza wakanielewa. Nafsi ina viwango vya kufungwa. Kuna kiwango ambacho nafsi inafungwa kiasi kwamba ndio unaona mtu hawezi kujitambua kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kiwango ambacho kinafika mtu anafungwa, hawezi kuelewa chochote.
hawezi kuelewa chochote. Huyo mtu ukimgusa ni mapepo tu. Yale mapepo sifikiri yamekaa. Mtu aliyekamilika, aliyeokoka, ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake na roho yake imeokoka, mapepo hayawezi kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaona mapepo yamekaa ndani yako, manake kuna namna ambavyo nafsi yako imefungika, haina sei. Kwa hiyo yule aliyeweka kitu ndani yake anaamua nini kifanyike. Yule mama anaamka anasema, hapa niko wapi? Mimi nashangaa. Baadaye namuuliza, anaanza kuniambia kwamba wakati tunaomba, alivyoanguka yeye alikuwa haoni yuko pale, anaona yuko mahali pengine kabisa. Ni kama chumba, lakini anasema kile chumba anachoshangaa hakina mlango, hakina dirisha, lakini anaona yeye yuko kule ndani. Sasa mimi namuuliza, ni kitu gani kimetokea, mbona uko hapa? Anasema, nilikuwa nasikia unaita jina. Yaani kuna watu wanaita jina lake. Kwa hiyo wakati anaitika ndo anashangaa yupo pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujanielewa? Ngoja nitoe ushuhuda ambao ni harisi, ambao mnaweza mkaenda mkaupata kabisa. Nilikuwa na semina hapo Mji Mwema. Ni Mji Mwema, I think so, KKKT. Nilihubiri pale kwa siku 8. Wakati nahubiri pale, siku ya Alhamisi nilianza maombi ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tukawa tunaenda kanisani mapema kuanzia asubuhi mpaka muda ya saa 8, saa 9 hivi. Tunaombea mtu mmoja mmoja. Alikuja binti mmoja akaniambia ana mambo matatu. Jambo la kwanza aliniambia, mtumishi, mimi huwa nasumbuliwa na ndoto za kuzini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili akaniambia, ninasumbuliwa na ndoto ya kula chakula. Na jambo la tatu ananiambia, ninasumbuliwa na shida ya kukataliwa. Sema amen. Kwa hiyo sisi tukasimama, tulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye mnamjua anaitwa Timotheo, anasali pale. Kwa tukaanza kumwombea yule ndugu. Wakati tunamwombea, yule binti alianguka chini. Alivyoanguka chini ni mahali anaposali. Na bahati nzuri alikuwa amekuja na mama yake mzazi. Alivyoinuka baada ya kuanguka chini, tumeomba kwa muda mrefu. Alivyoinuka akawa hajui ofisi ya mchungaji, kwa sababu ndio mahali ambako tulikuwa tunafanyia maombi. Hajui mahali pale. Mama yake anashangaa, anamuuliza, wewe vipi? Mbona unasali hapa? Binti anashangaa. Anakumbuka wakati yuko diploma Iringa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya mwisho anasema, mimi nilikuwa Iringa. Kwa kutoka Iringa kurudi hapa hajui alirudije. Sasa nataka nikupe scenario uone kitu cha ajabu sana. Anasema wakati yuko Iringa alienda akachumbiwa na mtu. Alivyochumbiwa na mtu, yule mtu akamwambia, mimi nimekupenda, nataka kukuoa. Kwa hiyo anasema tukatoka pale akaenda mpaka kwa huyo jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mabinti, nataka mnielewe hiki ninachokizungumza. Alipokwenda kwa huyo jamaa, anasema baada ya hapo alijikuta hiyo nyumba ni kama vile iko porini. Anasema kwa sababu wamekubaliana, yule dada alipata ujauzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyopata ujauzito, anasema akawa hataki ile mimba. Sasa angalia, wakati anakutana na huyu jamaa, yeye alikuwa anaota ni kama nini? Ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wakati anazini na huyu mtu, yeye anaota ndoto. Ndio maana yeye sasa, I don't know ni kitu gani kilichotokea. Anapokutana na yule jamaa, yeye anaota ndoto anazini. Anasema sitaki ile mimba ikae. Kwa sababu hataki ile mimba, akawa hataki kula. Kwa sababu hataki kula, wanamlazimisha kula chakula. Yeye anaona nini? Ni ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa ninachokizungumza. Kuna watu ambao nafsi zao zimefungwa na ziko mahali. Biblia haisemi uongo anaposema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu waliofungwa, ni watu waliofichwa kwenye mashimo,
Ni watu, yani nataka niwaambie kuna watu mko hapa, watu wa Morogoro. Wewe unajiona huko hapa wakati upo kwenye mashamba ya mpunga huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapiga kazi, sema amen. Hebu mgekee jirani yako mwambie jirani, uko mahali hapa kweli? Hebu mtingishe kidogo namna hii. Ukiona jirani yako achangamki mwambie kulikoni. Mwenzangu sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenzako unashangaa, ndio maana unaweza kushangaa. Yuko kanisani, akifika kanisani ni usingizi mpaka anakoroma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kilichoko ndani yake hakina time na mahubiri. Kilichoko ndani yake kinasema wewe hapa sio mahali pako. Sasa leo tutarejesha nafsi za watu katika jina la Yesu. Sema amina. Naomba unisikie mtumishi wa Mungu. Nikaenda Ludewa. Nilipoenda Ludewa nikawa nafundisha semina. Kulikuwa na katoto kanakuja, kana miaka 8. Kanakuja kukaa mbele kabisa kama hapa. Kila tunapoomba kale katoto kalikuwa kanaanguka chini. Na nikawa nashangaa, huyu mtoto miaka 8 anakosa gani? Yani amefanya kitu gani mpaka mapepo yakamvamia? Ndio mara ya kwanza kuona watoto wadogo kabisa wanalipuka mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaendelea. Ile siku ya Ijumaa. Ile siku ya Ijumaa wakati tunaomba, nimeomba kale katoto kakaanguka. Kama kawaida ambao tulikuwa tunaacha wana maombi, sisi tunaondoka na mchungaji, wanabaki wanaomba wale wana maombi na mchungaji, wanaofunguliwa wanaondoka. Ila siku hiyo kale katoto kakachelewa kuamka sana. Mchungaji akaendelea kukaombea. Mimi nikaenda nilikuwa nakaa kwa mchungaji. Kwa nikaoga. Nilivyomaliza kuoga, mama mchungaji akaniletea supu pale. Napata supu, mchungaji akanipigia simu. Akaniambia kale katoto bado hakajaamka. Kwa hiyo nakuomba kama umeshamaliza, umeshajiandaa, basi naomba urudi tena tushirikiane. Nikarudi pale. Nilivyorudi, kale katoto akasema chochote, lakini hakaamki. Halafu baada ya hapo mchungaji akasema, akaanza kukemea, toka! Yale mapepo akasema hatutoki mpaka mama yake na baba yake waje. Mchungaji akapiga simu. Tena akawaambia wale wazazi, nyinyi sijawaona kwenye semina, nyinyi mnajua mtoto wenu yuko wapi? Mnajua mtoto wenu yuko wapi? Akasema tunamtafuta huko. Kwa sababu tayari giza liko limeshaanza kuingia. Tunamtafuta, akasema mtoto wenu yuko huko. Hebu njoni haraka. Wazazi wakaja, baba na mama wakafika. Alipofika mchungaji sasa anaambia yale mapepo, toka, si mmesema baba na mama wakija mnatoka? Akasema hatutoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ikabidi tushikane mikono, wana maombi wote kumzunguka yule mtoto. Tukaanza kuomba. Wakati tunakemea ndo mapepo yakalipuka yakaanza kumbiringisha yule mtoto. Akabiringita sana. Alivyofunguliwa yule mtoto anaamka, analia. Mama anauliza, mbona unalia mwanangu? Kwa nini unalia? Shida ni nini? Anamtuliza, kanalia, kanaanza kusema, mama, nilikuwa porini mimi na watoto wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nataka nikwambie pale paligeuka kilio. Sema amen. Wamama wana maombi wote wanalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wanalia. Mama akaendelea kumuuliza. Sasa mchungaji akaanza kukaoji maswali. Ulikuwa porini? Ulikuwa na, nasema tulikuwa watoto wengi. Mlikuwa mnafanya nini? Nikasema hamna. Tumekaa tu porini, tumekaa kwenye kiti lakini tumefungwa mikono na miguu. Lakini huyu mtoto tunayezungumza kwamba yeye anaona yuko porini, sisi tunamuona huku na amekuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu gani kilichokuwa kimefungwa? Ni kitu gani kilikuwa porini? Wakati sisi tunamuona kila siku anakuja kanisani, anakaa hapa mbele. Kwa nini tukiomba kale katoto kanaamka? Sasa ndio baba anaanza kuzungumza na mama pale. Wanasema nataka nikwambie, anatuambia sasa, tumesha kwenda huko shuleni, tumeitwa mara nyingi. Wanatuambia huyu mtoto akifika darasani analala. Wakasema nyinyi huyu mtoto halali mapema, mjitahidi huyu mtoto halale mapema. Anasema watumishi tumefanya hivyo, lakini mtoto akienda shule anafanyaje? Analala. Nini ambacho nataka nikwambie? Kilichokuwa ndani yake hakina shida na masomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watoto wanakataa shule, wengine wanachapwa
wengine wanaadhibiwa, unafikiri ni wao, kumbe kilichokaa ndani yao hakina shida na masomo. Kama ambavyo wanaokuja kanisani, unatoka nyumbani kabisa unasema nakwenda kanisani kusali. Ukifika hapa usingizi, yani unakuja ushtuka kwaya inaimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kuna watu kwaya wakati inaimba usingizi unakata. Mchungaji akisimama hapa sasa, Bwana akae nanyi, usingizi hapo hapo. Kwa nini? Mungu yani hicho kilichoko ndani yako hakina shida na hayo mahubiri ambayo mchungaji anataka ufanyeje? Kuhubiri. Kwa sababu umefungika kiasi kwamba kile kilichoko ndani yako kinafanya kinachotaka. Hebu mtingishe tena jirani yako namna hii. Ukiona jirani yako atabasamu, mwambie kulikoni mwanangu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu wamekuja wamenuna, wananiangalia tu hivi. Sema amina. Anasema huyu mtu anatoa siri za kambi huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu wachawi tupongeane mkono namna hii. Wachawi wako wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnataka kusema mjanielewa? Asema amina. Mnataka kusema mjanielewa? Hebu tupongeane tena wachawi namna hii. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wana siri nyingi. Hawa watu wana siri nyingi hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka nikwambie, wachawi wanajua hiki kitu ninachokizungumza. Unapoona mtu amekufa, ujue alikufa zamani, lakini ndani ya mwili wake unaposikia huyu amechukuliwa msukule. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, wanamchukua zamani. Wanachofanya, wanaweka kitu ndani yake. Wakishaweka kitu ndani yake, nini kinachotokea? Wanapotaka kukuua ni rahisi sana. Wakishaondoa kile walichoweka ndani yako, ndio ule nasikia mtu anasema huyu mtu hajauma kabisa, ametoka tu sokoni anatembea, lakini ghafla amesikia kichwa kinamuuma, ameanguka chini, hajaamka tena. Kumbe huyo ndugu walimchukua mapema, wakampeleka mahali ndani yake wakaweka kitu kingine, na kile kitu kingine walipotaka kumuondoa walikiondoa tu. Walipokiondoa huyo mtu akaanguka. Ndio maana Biblia inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamewekwa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye nini, wamewekwa kwenye vitu vya ajabu. Lakini pale Mungu anasema, kwa nini hawa watu ambao wamewekwa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye makaburi, wamewekwa kwenye miti mikubwa, wamewekwa mahali gani? Anasema hawa watu ni kwa sababu wamekosa watu wasemao rudisha. Maana yake watu waliofungwa, watu waliokamatwa, haijalishi ni nani aliyewakamata, haijalishi ni nani aliyewashika, Mungu anaposhuka, haijalishi kuna waganga wanasema mimi ni mganga mkubwa, mimi nina nguvu kuliko nini, Mungu anaposhuka, nataka nikwambie hakuna uganga utakaosimama katika jina la Yesu. Mungu anaposhuka, Bwana anaposhuka, hata kama kuna wachawi, hakuna mchawi atakayesimama. Na mimi nakwambia katika jina la Yesu, watu waliokushika watakuachia kwa damu ya mwana kondoo. Watu walioshika watoto wako watakuachia kwa jina la Yesu, wataachia kwa damu ya Yesu. Haujanielewa ninachokisema? Ninasema namna hii, waganga walioko huko, haijalishi hata kama ni Kilombero, hata kama ni Kigoma, hata kama ni Sumbawanga, walichukua nafsi yako, watairejesha hapa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Leo ni siku ya urejesho. Ningesikia kelele za watu hapa wanaonielewa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na mimi natangaza mbele ya hii madhabahu ya kwamba wachawi watapigwa leo, waganga watapigwa leo, majini yatapigwa leo, ushirikina utapigwa leo. Bado sijaona watu wanaonielewa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Haijalishi ni nani, tunasema ya kwamba wapigwe, waachie kwa jina la Yesu.
Akina mama waliokoka wako wapi hapa kwa jina la Yesu? Vijana waliokoka ambao wanasema waliokamata na vizeto wapigwa, 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 wapigwa. Sema amen. Bado sijasikia watu waliokoka. Bwana anasema watu waliofungwa, watu waliokamatwa, watu waliotekwa wataachiliwa hapa, wataachiliwa hapa, wataachiliwa hapa. Ayayayayaya, nguvu ya Bwana imeachiliwa, uwezo wa Bwana umeachiliwa, upako wa Bwana unapita. Haijalishi ni wapi, hata kama ni porini, Bwana anapita. Iwe ni kwenye mlima, Bwana anapita. Iwe ni kwenye mabonde, Bwana anapita. Iwe ni baharini, Bwana anapita. Bwana anapita, Bwana anapita. Bado sijaona watu wanaonielewa, bado sijaona watu wanaonielewa. Sema amina, sema amina, sema amina. Halafu ongeza makofi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ni siku ya Bwana. Ayayayayayaya, historia yako inakwenda kuandikwa upya. Historia yako inakwenda kuandikwa upya katika jina la Yesu. Walikuwekea roho ya kukataliwa, leo utakataliwa tena. Utapokea kibali, utapokea kibali. Wamekuweka uwe chini, tunatangaza ya kwamba wewe hautakuwa wa chini tena, hautakuwa wa chini tena. Pokea upako wa kuinuka tena, pokea upako wa kusimama tena, pokea upako wa kuonekana tena. Ayayayayayaya, watu wa Morogoro bado sijaona ambao wanasema huu mwaka ni wa kwetu. Waseme amina, waseme amina. Ayayayayayaya, ninasema ya kwamba huu ni mwaka wa kwako, huu ni mwaka wa kwako, huu ni mwaka wa kwako, huu ni mwaka wa kwako. Waliosema ya kwamba hautaumaliza mwaka, waliosema ya kwamba hautafanikiwa, tutasema hapa imekwisha, imekwisha, imekwisha. Sema amen. Oh, yo, 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 yo. Ongeza tena makofi, ongeza. Wachawi wasikie, waganga wasikie, mapepo yasikie, paka kule nyuma nisikie makofi, paka kule nyuma nisikie makofi, halafu nisikie shangwe kwa Bwana. Hey! Naomba unisikie mtumishi wa Bwana. Ninasema ya kwamba leo ndio siku Bwana ameichagua kwa ajili yako. Leo ni siku ya kwako. Sema amina. Hey! Hebu nisaidie kumwambia jirani, mwambie jirani, leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Usinichukulie poa. Historia yangu inakwenda kuandikwa upya, inakwenda kuandikwa upya. Pokea huo upako kwa jina la Yesu. Pokea huo upako kwa damu ya Yesu. Sema amen. Historia yako inakwenda kuandikwa upya. Historia yako inakwenda kuandikwa. Hapo mwambie jirani, mwambie jirani, mwambie jirani, chukua namba yangu mapema. Saa ya Bwana inakuja. Utanitafuta kwa appointment. Halafu ongeza makofi kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao watakutafuta kwa appointment mwanangu. Kuna watu ambao hawatakutafuta kawaida. Hey! 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 Kuna watu watakuwa wanakuja wanasema, wale waliosema huyu hana kitu, ndio hao watakaosema mwanangu, tuje tukutane lini? Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Wale waliosema huyu sio chochote, ndio hao watakaosema hatujawahi ona kama huyu.
katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Haujanielewa mtumishi wa Bwana, haujanielewa. Kuna watu wanasema wamekuchafua, wameongea maneno yote mabaya juu yako. Saa ya Bwana inakuja, hao watakusafisha kwa jina la Yesu. Hao watakusafisha. Ningesikia vigelegele vya watu hapa wanaonielewa katika jina la Yesu. Halafu wasalimie 2 watatu hapo, wape 5 2 watatu, waambie hii ni saa yako, huu ni wakati wa kwako, huu ni muda wa kwako. Wasalimie 2 watatu ambao wanataka historia ikabadilike hapa, historia zao zikabadilike hapa. Mama, pokea historia yako kubadilika, historia yako kubadilika. Historia za watu zinabadilika, watu wanapokea upako, historia zao zinabadilika. Pokea upako, pokea. Wako wapi wanaopokea? Waseme amen. Waseme amen. Watu wanapokea hapa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Halafu ongeza makofi, piga makofi ya juu kabisa namna hii, piga makofi makubwa namna hii. Halafu sema fire. Nataka nikwambie mwanangu, waliokushika watakuachia kwa jina la Yesu. Watake wasitake watakuachia. Hatuna muda wa kucheza nao, hatuna muda wa kucheka nao, hatuna muda wa kuwabembeleza. Leo watakatwa vichwa, leo wataangushwa, leo watapigwa, madhabahu zao zitaanguka, viringe vyao vitachomwa moto na utakuwa huru. Sema amen. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Hebu jipiga kifua kidogo. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi ni mafuriko. Mimi ni mafuriko. Ukinizuia mwaka huu, nitaondoka na wewe. Nitaondoka na wewe. Halafu piga makofi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunasema ya kwamba huu ni mwaka ambao hatutazuilika tena. Mama, hautazuilika kwenye biashara. Baba, hautazuilika kwenye huduma. Watoto wako hawatazuilika. Familia yako haitazuilika. Sema sisi hatuzuiliki tena. Hatuzuiliki tena. Pokea upako kwa jina la Yesu wa kutokuzuilika. Wakati wana wa Israeli wanatoka kule Misri, kuna mataifa yalijaribu kuwazuia, lakini kwa sababu walikuwa ni wana wa Bwana, hata walipojaribu kuwazuia hawakuzuilika kwa jina la Yesu. Na wewe nasema hautazuilika tena. Si ningepiga makofi mengi katika jina la Yesu. Upako ambao Mungu anakwenda kuachilia hapa ni upako ambao utakufungua, na ukisha kufungua hautazuilika. Singomsalimia jirani yako, tumwambie sizuiliki tena. Sizuiliki tena. Mama Chikoga, hautazuilika. Watu hawajanielewa. Ngoja nije kwenye kwaya huku. Ninyi hamtazuilika. Mwanangu, hatutazuilika. Mimi naomba nabii, nataka nitembee katika zote Tanzania. Sema amina. Na mimi sitazuilika. Walisema tutapanda ndege kwa jina la Yesu.
ukiwa na Bwana. Pokea upako kwa jina la Yesu. Watu ambao bado sana wakipokea, pokea upako, pokea upako kuongezeka, upako kutatuirika. Watu wanaopokea upako, akina mama, wako wapi? Waseme amina tena, waseme amina tena, katika jina la Yesu. Mbingu zimefunguka kwa ajili yako mama. Mbingu zimefunguka kwa ajili yako. Bwana amesema ndio. Ni nani wa kusema? Mungu akisema ndio, hata kama wachawi watajipanga hawatakuzuia kwa jina la Yesu. Mwambie jirani, hautanizuia tena. Jipange. Mwambie jipange upya. Hii spidi niliyokuja nayo hapa sio spidi ya kawaida. Ukinizuia nitaondoka na wewe. Amen. Nataka tuombe kwa mchungaji. Yaani hapa sasa ni mahali pako pa kuomba. Sina dakika ngapi kwa mchungaji. Lakini nataka tuombe kwa sababu saa 12:30 atakuwa ndio tumemaliza. Baba dakika. Kama tunaomba wengi. Sasa hapa tutachambua bwana. Mimi sipendaki mtaleo wa kimoyo. Bwana Yesu asifiwe. Kimoyo kwa mbele kule nje. Sasa kuna mtu analeta watu hapa. Wanafikiri naomba kumbe nasema kafundike hapa. Kama mseme kusikie na pesa sana. Usiseme naomba kimoyo. Hapa hakuna kiomba kimoyo. Pesa pesa. Unataka uchangalike. Changalika kwenye maombi, sema amina. Shika nafsi yangu, vunja. Kata, pesa pesa. Tunaomba maombi kama haya kurejesha nafsi. Tunaomba maombi yanaitwa prophetic prayer. Maombi ya kinabii. Maombi ya kinabii, maombi yanayokwenda kwa ishara, sema ishara. Unabii mahali popote ulipo, lazima ufanyike kwa nini? Kwa kama ni ishara, wakati unapiga, piga kwa ishara, sema amina. Usiseme napiga kimoyomoyo, Bwana asifiwe sana. Na kuna mtu anaogopa, yuko wengi. Mwingine ataona ameweka mkono hivi. Ili asionekane anaomba. Bwana asifiwe sana. Usione haya. Yaani kama utaomba mpaka madomesa yatoka, omba. Kama utaomba mpaka utaona unalala, usiseme huyu naogopa sina kwa sema amina. Nataka uwe mzuri unaendana na hiki tulichofundisha, sema amina. Kwa hiyo mzuri halafu tutaendelea kwenye maombi. Nataka uombe katika roho ya kweli. Karibu sana mama. Anarejesha kilichopotea wakati ule wa dhoruba, anarejesha vilivyonyang'anywa wakati ule wa dhoruba, anarejesha vilivyoibiwa wakati
Kila
wengine kuna mahali walipo, kuna sehemu nafsi zije, usijihurumie, ita kwa nguvu, ita kwa moyo, ita kwa kumaanisha. Sema yes, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
Ninasema asante.